Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ninasisitiza neno hili ambalo mnalisoma hapa linalohusu kutubu au kuomba msamaha. Nimesema ya kwamba wapendwa, watu wengi kwenye kizazi chetu ni kiburi kinachowaongoza. Tuko kwenye dunia ya kiburi, watu wasiojua kutambua makosa yao. Kila mtu anapenda aonekane ni yeye aliyekuwa na haki. Kila mtu anatamani wamwone kuwa ni malaika. Kila mtu anataka aonekane kuwa yeye hajawahi shindwa na hawezi kushindwa. Kwa hivyo kila mtu anataka aonekane yuko juu kuliko mwingine, na hapo inapoteza picha ya Wakristo, ya watu wanyenyekevu, na yote inatokana na nia na kutokuwa na nia ya kumwona Mungu. Biblia inasema ya kwamba tafuteni amani na watu wote pamoja na utakaso, pasipo hiyo hakuna mtu atakayemwona Mungu. Unaposikia neno amani, tafuteni amani, kuna neno kutubu, kuna neno kwenda kukutana na mwenzako, mkubaliane kuhusu jambo ambalo halikuwa sawa. Na anapozungumzia neno utakaso, anazungumzia kuhusu usafi wa moyo. Kinachochafua moyo wa mtu ni makosa tunayokosea wenzetu. Tunaposhindwa kuishi na jirani yetu, tunapoteza utakatifu. Biblia inasema ya kwamba sheria ya Mungu imefungwa katika kifungo kimoja kinachosema mpende jirani yako kuliko wewe mwenyewe. Kwa hivyo unapozini, unapofanya makosa, unapofanyia mtu chochote, kosa yote unayoifanya inatokana na upungufu wa upendo kwa mwenzako. Kwa hivyo anaposema tafuteni utakaso, anakuita kuishi sheria ya Mungu. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, anaposema kuhusu neno kuomba msamaha, ni jambo la hekima sana sana. Watu wengi wanatafuta somo kubwa kwenye wahubiri, lakini za muhimu zaidi zinazowasaidia na zinazowahusu sana hawazitaki hata kidogo. Niliwaambia kwamba aliyeomba msamaha wa kwanza na kielelezo chetu ni Mungu. Musa akamwambia Mungu, tubu, kwa nini unaangamiza taifa na ni wewe umewatoa katika Misri na umewaleta hapa? Kwa sababu wameabudu tu ndama unataka kuangamiza. Basi kumbuka agano lako pamoja na Abraham na Isaka na Yakobo, na uangalie unachotaka kufanya. Mungu alipoona kweli anakosea, Biblia inasema akatubu. Kama Mungu anaweza kutubu, mimi ni nani? Kama Mungu anaweza kutubu, ndugu, wewe ni nani? Mimi ni baba wa hapa, mimi ni baba. No bro, wewe si kitu. Pia unafaa kutubu. Mungu ni zaidi ya marais wote wa dunia, lakini anatubu, anashuka mbele ya kiumbe. Musa muumba anashuka mbele ya kiumbe akisema, kweli natubu kwa kile nilitaka kufanya. Kwa hivyo sisi hatutaki kuambiwa hata makosa, sio kutubu tu, hata kuambiwa ulikosea watu hawataki. Kwa sababu gani? Ni kiburi kinaongoza. Ndugu mpendwa, pamoja na kiburi, muoni Mungu hata kidogo. Hauwezi kuingia mbingu, maana mbingu si ya watu wachafu, ni ya watu walio na unyenyekevu, wakitamani sana kutakaswa. Leo watu wanakoseana, watu wanafanya vituko, wanaangamiza mambo, wanachoma mioyo za watu, wanaharibu mambo, wanapatikana kusengenya watu, lakini wakigunduliwa wanajificha. Hawataki kuonesha moyo wa msamaha, hawataki kabisa. Ndugu mpendwa, msamaha ni kitu cha ajabu sana. Kuna watu waliokuzidi walishuka. Namkumbuka Zakayo, alikuwa mtoza ushuru mkubwa, mtu wa serikali. Alipokutana na Yesu, akadhihirisha moyo wa kushuka kwa kuomba msamaha, na alizidi hapo, akasema hata kweli mimi nilikuwa mtoza ushuru na ni mwizi mkubwa sana, nimeiwaibia watu. Hawa watu wanaoishi mipakani kwenye maboda, unaona vile wanavyoiba kweli kabisa. Sisi ambao tumezunguka maboda na boda tukienda nchi nyingine, unapata kweli wanavyofanya. Wanawaonea watu kwa mambo mengi sana. Unampata mtu akipata sehemu ya kuweza kukuibia, anakuibia. Sasa wale watu ni wengi wao ni waizi kabisa. Kwa hivi unapata huyo mtu alipokuwa ameona kweli amewahi kosea watu, akasema, na kwa sababu ya kuonesha toba yangu iliyo halisi, nitawarudishia wote niliowaibia mara 4 zaidi ya kile nilichochukua kwao. Unaona mtu aliyeelewa
umuhimu wa usafi wa moyo wake katika njia ya kutubu. Mpendwa, kiburi akikufanyi kuwa kitu. Leo Zakayo tunamsema kwa kumsifu, kwa sababu sio kwa sababu alikuwa mtoza ushuru, sio kwa sababu alikuwa na mali nyingi, ila kwa sababu aliweza kuonesha moyo wa kunyenyekea katika kutubu. Umemkosea mke wako, wewe mwenyewe ukiona mke huu nimemkera kabisa, nimemchoma, amenipata kwenye mambo ambayo haifai, lakini kwa sababu kiburi ndio kinakuongoza, kazi yako ni kujitapa na kuona hafai kukuambia makosa yako. Ndugu, kwa nini kiburi? Umemzidi nani? Wewe ni nani mbele ya nani ili uonekane kwamba wewe hauwezi kosea? Makosa nasema, tunaona ni kama watu ndio wanatukosea, sisi hatuwakosei. Na mahubiri tunayoipenda sana ambayo imeenea kila mahali inasema nguvu ya msamaha. Msamehe mtu, samehe waliokosea. Yaani tunaenda tukisema yes Lord, asante, yes Jesus, na nitaweza, nipe nguvu ya kuwasamehe. Je, wewe pia unajua kwamba unakosea wengine? Mbali na kukuomba na kutaka wewe wakuombe msamaha, mbali na kuomba wewe usamehe watu, je, wewe pia unatubu? Wewe pia unasamehe, unaomba msamaha uliowakosea? Hiki ni jambo cha muhimu. Wanawake wengi hawajui kuomba msamaha. Kuomba msamaha sio kujieleza kwa nini ulikosea. Hata kama ilikuwa by mistake, ilikuwa pasipo kujua, haufai kueleza kwa nini ulikosea. Kama mtu anataka kujipa haki ya makosa aliyoifanya, ndugu, hakuna kitu kinachosafisha makosa. Makosa ni makosa, ama inaondolewa ama inabaki kuwa makosa. Hakuna kabisa, rien ne justifie l'injustice. Hakuna kinachopana haki kwa kitu kisicho sawa. Kama kitu sio sawa, sio sawa. Kwa hivyo jambo la muhimu ni kusema sorry. Sorry ama pardon ni kitu kidogo sana, lakini watu wengi hawajui kukitumia. Hiki kimeharibu ndoa nyingi sana. Watu wengi ndoa zao zinaharibika kwa sababu ya kukosa neno msamaha. Ndugu mpendwa, kutokutubu, kutokuomba msamaha ni kama kujivunjia daraja ambao nafaa upite ili kuelekea upande mwingine. Ndoa za wengi zimekuwa na shida kubwa, ajali nyingi sana, zimekuwa na shimo katikati, kwa sababu mwenzake aliona huyu ni kiburi ndio ninaishi naye. Hata ukimweleza alikosea, anajieleza tu. Kazi yake ni kueleza kwa nini alikosea. Ndugu mpendwa, ukiambiwa makosa, hata kama hujaelewa sana, moyo wa kushuka uko wapi? Sema tu, naomba unisamehe. Na kuomba msamaha sio kudharaulika, sio kutoa picha ya heshima kwako, sio kukutolea uzazi wako ama umama wako ama ubaba wako. Ni kitu kinachokupa kwanza madaraka nyingine, na unakuwa kielelezo kwa wale ambao unaomba msamaha, na inakupa heshima. Ndio maana nimekuambia huyu Zakayo hatukumjua kwa sababu alikuwa mtoza ushuru. Tulimjua na tunamsifia kwa sababu aliweza kutubu. Mwana mpotevu hatusemi jina lake kwa sababu tu alienda kuanguka kule, lakini tunasifia hiyo historia, na kila tukiongea tunaongea kama sifa kwa kile kilichotokea baadaye, kwamba alipokewa. Lakini alipokewa kwa nini? Maana alikuja na moyo wa toba, akisema nitarudi nimwendee Baba na nitaomba anisamee na mbingu inisamee. Na walipoanza kuomba msamaha, babake akaona tendo la kurudi kwanza na kuja kutambua alichokosea, akapewa heshima na akaandaliwa karamu. Leo watu hawana baraka, hakuna karamu Mungu anawaandalia, kwa sababu ndani mwao mna uchafu ya kutokutubu. Kushuka hakuna. Anakosea mwenzake, anaona ni kawaida. Ulikulia mwenzako pesa, anapokudai, anapoendelea kukudai zaidi, mpaka sasa unaanza kuona kama amekuwa adui. Utaniweka wapi? Utanitia wapi? Kile kiburi cha kukigonga kifua chako mpendwa, hakina umuhimu yoyote. Hamna faida kuwa na kiburi. Kiburi kinafanya mtu kuangamia. Kuna kuku mmoja anaitwa dendo. Ni kuku mkubwa sana. Kila wakati anapopanua mabawa yake, anaonesha kama yeye ni mzuri, anaonesha kwamba hakuna mtu atanitishia. Kumbe wakati anapanuka hivi, ndio inaonesha uchi wake huku nyuma. Kiburi yoyote na mtu yoyote mwenye kiburi anaonesha uchi wake pasipo kujua.
Ndugu mpendwa, shuka tena. Nani ulimkosea? Nini nimekuzuia? Hakuna gharama ya kumwendea kumwomba msamaha.